Na naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mbunge, kupewa nafasi unisikilize. Nataka nitoe software hapa. Nataka nizungumze Mheshimiwa Naibu Spika kwa niaba ya wananchi wa Tarime vijijini, lakini pia kwa niaba ya Watanzania. La kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Naibu Spika, kuna hoja ya kulimbikiza mali za umma. Na hili naomba nile pause kidogo Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulifanya ziara kwenye mikoa ile. Nataka nikuambie, mikoa ile ina wakuu wa mikoa, ina marasi, ina wakurugenzi, ina madedi, ina wakuu wa idara, watendaji wa kata, ipo kila sekta. Kwa nini uende wewe ndio uone shida? Kwa nini uende wewe ndio kuna mwango haonekani? Au kwa nini mwenge uende kwenye wilaya ambayo kuna mtu ambaye analipa mshahara miezi 12, miaka 60, permanent and pensionable, bila kumwasesi, kufanya tathmini? Hii kazi Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ya kwako. Njoni na mpango. Sasa nikuulize, hivi wao hukumu mikoa hao, hivi ukiona vigezo kuna shida? Tukajua huyu ili apate ukuu wa mikoa, apate urasi, apate udedi, apate UDC, apate ukurugenzi, hawa wafanye kama ma-CEO wa private, wenye vitu wa bodies mbalimbali, watendaji wakuu, washindane. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Naibu Spika, ni fedheha tukizungumza, tutakuja kwa ripoti ile. Lakini nataka nikwambie, katika jambo ambalo Watanzania wanachukia, ni kuja tunaomba hapa matundu ya choo, tunazungumza maboma hapa, tunazungumza habari ya maji, hospitali hakuna vitanda, hakuna madawa. Kuna watu watumishi wa umma ambao tumetunga sheria, wanatunzwa, wanalishwa, wanalindwa, wanatibiwa, alafu eti wanawaibia Watanzania. Na bunge hili likae kimya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuunga mkono utakapokuja na mkakati ambao unaonyesha watu wote ambao ni watumishi wa umma wana mali ambazo hazieleweki, hajafanya biashara, hafanyi chochote, ila baada ya kupata chao tu. Ulisema tango uadilifu. Sisi tunataka sio kuandika makaratasi. Tunataka viongozi wa umma wataje mali hadharani, tuone namna ya kufanya. Hayo ndio maneno ambayo Watanzania wanataka. Mheshimiwa Naibu Spika, na bunge hili linataka lifanye kazi ya Watanzania. Vyombo vyote, kama ni usalama wa taifa, ni usalama wa taifa. Kama jeshi la wananchi, hivyo hivyo. Mahakama, watu wanataka haki, wanataka maendeleo. Bunge hili Mheshimiwa Naibu Spika lifanye kazi ya Watanzania. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wakati wako, ni kizazi chako, una umri wa kutosha, una elimu ya kutosha, umepewa wasaidizi. Njoo na mambo ambayo watu wanalalamikia. Bunge hili lionekana la maana, na waziri mkuu hako sio ambayo ukifanana kina Sokoine walikuwa wakitangaza, watu wanajificha, watu wanapoteza pesa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wanalalamikia mambo ambayo yanatakiwa yafanyie kazi, na mtekelezaji ni serikali. Mtendaji mkuu Lameck Mwigulu Nchemba, daktari, washauri, wasimamizi, bunge la Tanzania, kiongozi wao nao Zungu, na naibu spika umekaa hapo, na waheshimiwa viongozi wengine. Haya mambo Mheshimiwa Waziri Mkuu ukiyafanyia kazi, tabasamu la Watanzania lipo nje. Tabasamu la Watanzania lipo nje. Na sisi mkubali kwamba ni kioo. Sisi Beckmentage ni kioo. Unapokuwa unajiangalia, nitakwambia taa imekaa vizuri, taa imekaa vibaya, hapo una doa, nenda kaoge. Usinichukie, penda wenye akili, pokea ushauri, tupambane kwa ajili ya Watanzania hawa. Tumepata fursa Mheshimiwa Bunge, kwa niaba ya Watanzania. Tuna watu milioni 65. Jiulize mbunge, leo umekuja hapa kwa ajili ya nani? Hapo unamwakilisha nani? Watanzania wanasema nini? Sisi ndio tuamue Tanzania yetu kutoka hapa kwenda mbele iweje. Ni bunge hili. Tukitaka hiyo mbaya ni bunge hili. Tukipenda nchi yetu kwa maelezo ambayo yamezungumzwa, inawezekana. Rasilimali zipo na watu elimu nayo na fursa mmepata, na bahati ya kuingia kwenye bunge hili. Mheshimiwa Bunge Mnaro, Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana.